Haleluya, watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Leo nauliza swali kama ambalo Biblia inakuuliza leo. Je, ni kipi kitakutenga na ufalme wa Mungu? Hilo swali Yesu alituuliza ni kusema alionyesha thamani ya wokovu ndani ya maisha ya mwanadamu yana thamani kuliko chochote unachokiona hapa duniani. Yaani ni heri ukubali kuishi maisha ya umasikini lakini uwe na Yesu moyoni mwako. Ni heri ukubali kupoteza vyote, usiwe na fedha, usiwe na mali na majumba, lakini ndani yako tu amani ya Mungu itawale. Ndio maana kuna wakati pia tunaona Paulo aliugua, akaumwa, akawa akimwomba Mungu amponye, lakini Mungu akamwambia amani yangu ya kutosha. Yesu anapokuuliza kwamba ni kipi kinakutenga na ufalme wa mbinguni, ni kusema kwamba hakuna jambo ambalo lina thamani kama ufalme wa mbinguni. Ndio maana alituambia hivyo vyote alivyovieleza havina thamani mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna mwanadamu atakayeenda na fedha wala chochote kuonesha mbele za Mungu. Lakini imani yako ni ya thamani, wokovu ni wa thamani kuliko fedha na mali unazoziona. Wapendwa, tusihangaike na fedha, tuhangaike. Jambo la kwanza, tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, na haya mengine kwa mapenzi ya Mungu atutudishia. Lakini pia atasifundisha kule kwetu isiwe kwazo wala tanzi la kutuangusha. Kuna mahala Biblia pia inatuambia kwamba shina moja ya mabaya yote ni kupenda fedha. Ni kusema kwamba unapopenda fedha kwa kiwango kikubwa ni hatari sana, kwa kuwa imani yako ipo hatari kujaribiwa. Maana shetani anajua jambo hilo, ndio maana yupo radhi kukupa chochote, fedha zozote, mali zote unazozitaka, ili kwamba tu umkatae Yesu na kuishi maisha ambayo hayampendezi. Kwa hiyo ni kusema kwamba mlango ambao hatutaki kuufungua kwa wingi au kwa kasi ni mlango wa kupenda fedha. Tunapaswa kumpenda kwanza Mungu zaidi kuliko vyote. Ndio maana hata katika shida, unapopitia changamoto na dhiki mbalimbali, hebu muone Mungu ni mkubwa kuliko shida unayoipitia. Muone Mungu ni mkuu kuliko kitu unachokipitia. Hapo utatambua ukuu wa Mungu na thamani ya Mungu hata asipokuponya au asipokutendea jambo unalomuomba. Kwa hiyo wapendwa, tusihangaike, tusiumbishwe na jambo lolote. Neema ya Mungu ikitosha ndani yetu, no matter what, tuna fedha au hatuna, sisi haitatutesa wala kutusumbua, kwa sababu amani ya Mungu wa kweli itakuwa ipo ndani mwetu. Ni kusema tunapaswa kulinda wokovu, tunapaswa kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Hiyo ndiyo iwe furaha yetu. Haleluya wasomo. Hiyo ndiyo iwe furaha yetu. Na sio tufurahi kwa kuwa tuna fedha au ni maarufu au tunajulikana. Hapana. Furaha yetu kwanza amani ya Mungu. Dhamiri zetu sisi kuhukumu mbele za Mungu. Furaha yetu nyingine ni kuhubiri Injili, kueneza habari njema. Yesu anasema ya kwamba wanafunzi wake walipomkuta amekaa kisimani, wakamaliza, mwalimu ule akasema kwamba chakula changu mimi ninafurahi kutimiza mapenzi ya Baba yangu. Hiyo ndiyo chakula changu. Kwa hata sisi tunapaswa kufurahi wakati tunahubiri Injili, wakati tunaeleza watu habari njema. Hiyo ndio iwe furaha ambayo inafurahisha mioyo yetu na kuiburudisha, na sio eti fedha wala mali wala majumba, hivyo tutaviacha. Lakini ukiwa unahubiri Injili, hiyo ndio furaha yako. Ukiwa na Mungu wa kweli, moyo wako unakusudia kwamba upo vizuri na Mungu. Yesu akija sasa hivi anakunyakua, unaenda kumlaki mawinguni. Hiyo ndio furaha yako, kwa sababu unakuwa umeifanya kazi ya Mungu ipasavyo. Ndio maana Paulo wakati wa kufa kwake alisema kwamba nimepiga vita vya imani vilivyo sahihi, imani nimeilinda. Umeona? Kwa na sisi pia tuwe vivyo hivyo. Barikiwa sana. Mungu akubariki.